Hili ndio eneo hatari zaidi duniani ambapo paka wanasayansi wanaumiza kichwa hadi leo, na hili eneo lipo baharini ambalo linaitwa Bermuda Triangle, huko kwenye bahari ya Atlantic, ambapo meli 50 na ndege 20 zilipotelea huko. Je, kuna nini? Tuanze. Ndege 20 na meli 50 zilipotea kwenye hii sehemu ya Bermuda Triangle ambayo inaunganisha kisiwa cha Bermuda, Miami na Puerto Rico. Eneo hili la Bermuda limekuwa maarufu sana kwa matukio yake ya ajabu, ambapo mpaka leo idadi kubwa ya ndege na meli zilipotelea huko. Mpaka sasa navyoongea hazikuonekana, na uchunguzi ulifanyika kwa kina sana. Wanasayansi waliizunguka bahari ya Atlantic ili wajue nini kinachoendelea, lakini hawakuona kitu chochote. Ila baada ya wanasayansi sana kufanya uchunguzi, alitokea mwamba mmoja aitwaye Christopher Columbus. Huyu ndio mtu wa kwanza anayetajwa kuleta ripoti ya Bermuda Triangle au eneo la pembe tatu. Yeye ndo mtu wa kwanza kuligundua eneo linaloitwa Bermuda Triangle, ambapo mpaka leo dunia inazungumzia. Huyu mwamba alikuwa baharia wa Kiitaliano. Alikuwa anafanya sana safari zake za baharini, hasa kwenye bahari ya Atlantic, na wakati wa safari zake za baharini alikuwa akisafiri karibu na eneo la Bermuda Triangle. Ghafla akaona mwanga wa ajabu utokao baharini, na dira yake ikaanza kuonyesha alama zisizo sahihi. Bahari pale ilianza kuchafuka, lakini mwamba alijitahidi akatoka. Ndio akaja kusema kwamba aliliona eneo la ajabu ambapo leo tunaliita Bermuda Triangle. Sasa tukiachana na huyu mwamba, acha nikulete mwaka 1968 kwa rubani maarufu John Miller. Huyu mwamba alikuwa anasafirisha mizigo kutoka nchi fulani kwenda nchi fulani. Sasa siku moja alipata kazi ya kusafirisha mzigo kutoka Florida kwenda Puerto Rico. Ilikuwa tu safari ya kawaida, lakini alipofika maeneo ya kisiwa cha Bermuda, ghafla hali ikachange. Radi zilikuwa zinapiga. Kiufupi, hali ya hewa ilikuwa nzuri, na mwanga aliouona Christopher Columbus na yeye aliouona. Na Mr. John baada ya kuona hivyo, alitumia mawasiliano yake ya ndege kwa kuripoti kwamba anauona ukungu mzito mbele yake. Mara ghafla redio ikakata mawasiliano, na makao makuu aliyokuwa anawasiliana nayo ikawa inamuita. Na baada ya kumuita muda mrefu, wakaisikia tena sauti ya John ikisema, ninapoingia kwenye ukungu huu naona anga linabadilika, magari ya angani hapo hapa yanafuata ndege yangu. Ghafla sauti ikakatika, na hapa ndio Mr. John alipotea mazima. Bermuda Triangle, kuna nini? Kwa nini ndege zinapotea? Meli za kivita kubwa tena zinapotea? Basi acha leo nikwambie sababu. Bermuda Triangle mpaka inafanya inavuta vyombo vya usafiri wa majini na angani. Hii ilisababishwa na ancient civilization, na maanisha jamii ya kale ya zamani. Kabla yetu sisi kulikuwa kunaishi watu wa zamani, na watu walikuwa na uwezo wa nguvu za ajabu, na hata miili yao ilikuwa mikubwa tofauti na mwanadamu. Na hiki kitu kinachoitwa Bermuda Triangle wao ndio waliotengeneza, ambayo hii ilikuwa njia yao wakitumia kwenda sehemu fulani hadi sehemu fulani. Hawa jamaa wanasifika kwa kuwa na nguvu nyingi sana, ambayo hii njia waliitengeneza kwa ajili ya safari zao, lakini walipoondokaga duniani hii njia ya Bermuda Triangle hawakuizima, na wao ndo watu pekee wanaoiweza kuizuia isifanye kazi. Lakini kwa sababu hawapo duniani, inafanya kazi automatic, ambapo hadi leo inaleta balaa. Ila anajua kuna makundi ya watu ambao bado hawaamini hivi vitu, lakini kama uamini, angalia hii video alafu utaniambia. Unadhani hapo zamani hii milango ilitumiwa na kina nani? Jibu kwenye comment. Jina langu linaitwa Max Prince. Hakikisha umenifollow ili kupata update mpya baadaye.